upande wa nidhamu ya fedha, nidhamu ya kifedha, Mwalimu Margaret akatusaidia, akatukumbusha ya kwamba unapokosa nidhamu ya kifedha unashindwa kuishi maisha halisi. Amen. Lakini unaposhindwa kuishi maisha halisi inakupelekea kufanya nini? Kuishi fake life. Ukiishi fake life inakusababisha kuna muda utashindwa, unarudi kwenye changamoto za afya ya akili. Amen. Kwa hiyo nakaribisha wenye maswali, lakini kabla watu wakiwa wanaendelea kujiuliza maswali, mimi nina swali moja kwa Madam Margaret. Kwanza, tunaomba utusaidie kuelewa kama vijana wa Kikristo mchango wa maombi na mchango wa maombi na mchango wa kiafya yani kihospitali kwenye kusaidia au kutibu hizi changamoto za afya ya akili. Maana kumekuwa na mchanganyiko mwingi, maana changamoto zote za afya ya akili saa nyingine zina manifest au zinajidhihirisha kwa njia ya kipepo, lakini pia inaweza ikawa ni mapepo, mtu akahisi ni changamoto ya afya ya akili akaenda hospitali akashindwa kwenda kanisani pia. Lakini pia mtu anaweza akaishia kanisani, lakini pia anahitaji kumbe usaidizi wa daktari akashindwa kukosa hizo sehemu zote mbili. Karibu mchango wa maombi na mchango wa afya hospitali kwenye changamoto za afya ya akili. Okay, asante sana Edith. Kama nilivyokuwa nikielezea, afya ya akili ni swala zima kabisa la kibiolojia na ni swala zima kabisa la kifiziolojia. Kwa hiyo daktari, upande wa medical una umuhimu sana katika kusaidia mtu aweze kurudi kwenye afya yake ya akili. Lakini maombi nayo yana mchango mkubwa. Ndio maana nikasema unapoenda kwa mtu akusaidie maombi, hakikisha yule mtu atakusaidia pia kwenye ushauri nasihi. Kwa sababu mtu anapopata tatizo la afya ya akili, anapopata depression, anapopata anxiety, anapopata mgandamizo au mfadhaiko, yule mtu tayari kwenye mfumo mzima wa utendaji wa akili zake kuna shida. Kwenye mfumo mzima wa hisia, utashi na nafsi kuna shida. Kwa hiyo daktari ana mchango mkubwa na kuna matibabu ya kidaktari. Lakini matibabu ya kidaktari huwa yanaangalia zaidi kutibu fiziolojia ya mwanadamu au biolojia ya mwanadamu. Lakini matibabu ya kiroho yanaenda kudili na ile nafsi ambayo sasa inagusa hisia, utashi pamoja na akili zenyewe. Kwa hiyo vyote vinatakiwa viende pamoja. Usiegemee tu kwenye upande wa maombi ukasahau kwamba unahitaji pia kupata huduma za kitaalam ili uweze kutoka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo vyote vinaenda pamoja na ni vina umuhimu vyote. Amen. Makofi mengi kwa mtumishi wa Mungu. Vyote vinaenda pamoja. Kwa hiyo usisite, tafuta ushauri, tafuta msaada wa kidaktari, lakini pia nenda kwa ajili ya maombi. Amen.